Sikia nikwambie kitu. Mimi sielewagi mnaenda kama kanisani kufanya nini? Una miaka 20 kwenye wokovu, miaka 5, miaka 3 hujui kujiombea. Wewe huna chochote mbele za Bwana. Alichokuwa anasema mtumishi wa Mungu hapa ni kweli. Watu tunapita kwenye magumu, ndugu zetu wanatukataa, familia zetu zinatutenga, unabaki mwenyewe kama hujawahi kuzaliwa na ndugu. Lakini Jehova ile, Jehova Nisi, Jehova Shama anasimama. Sikia nikwambie, mimi napigwa vita kuliko wewe, lakini kwa sababu ninamjua Mungu wangu, hakuna mtu anayeweza kuniondoa kwenye msimamo wangu ambao ninaujua kwamba nimemwamini Jehova. Hii njia inanifikisha ng'ambo ya pili. Siwezi kurudishwa nyuma na maneno, siwezi kurudishwa nyuma na kukosa hela, siwezi kurudishwa nyuma na changamoto zozote. Wakati ninamkiri Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu, sikuambiwa utapewa dola, sikuambiwa utapewa shilingi, niliambiwa utapokea Yesu Kristo ambaye ni vyote ndani ya vyote. Basi finish. Unapambana mwenyewe. Nasema utumishi wa baba utukumbushe kufanya kazi. Utumishi wa baba utukumbushe kuchukua majukumu. Utumishi wa baba utukumbushe kumpa Yesu nafasi ya kwanza katika maisha ya familia, kwa sababu wewe ndiye kiongozi wa familia. Kazi ya kwanza ambayo Mungu alimwonyesha mwanaume, alimwonyesha kazi. Alimwambia ninakuweka kwenye bustani ya Edeni, uitunze na kuilima. Kazi ya kwanza. Utumishi wetu utusaidie sisi kuchukua majukumu, utusaidie sisi kufanya kazi, utusaidie sisi kumtumikia Bwana. Hakuna aliyemtumikia Bwana akafa masikini. Hautaweza kufa masikini unless umechagua mwenyewe. Nataka nikwambie, kama unamtumikia Bwana sawa sawa, utakufa masikini. Utakufa masikini. Wako wapi wa baba wanaoamini hawatakufa masikini? Wako wapi wanaume wanaoamini hawawezi kufa masikini? Wako wapi wa baba wanaamini hawawezi kufa masikini? Pigie Yesu kelele za shangwe. Huwezi kufa masikini unless hujaokoka, unless unakuja humu kutudanganya. Sikiliza, ukimweka hapa shetani, mkuu wa Freemason, mkuu wa